Baba yetu na Mungu wetu, karibu utufundishe nini maana ya maombi, ili Baba, tunapoelewa maana ya maombi tukaribie wewe na jina lako likatukuzwe. Asante Baba kwa kuwa utatufundisha na kuwa pamoja nasi kwa uongozi wa Roho wako Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Karibu mtu wa Mungu katika kipindi chetu kizuri cha maombi. Tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Tunaposoma maandiko haya tunagundua kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba mwanadamu kuwa mtawala na si mtumwa. Na tunaona hapa Mungu anatuonyesha kwamba, tunaona maandiko yanatuonyesha ya kwamba sisi tuliumbwa kuwa watawala na si watumwa. Tunapogundua kwamba sisi tuliumbwa kuwa watawala na si watumwa, tunaona tena zaidi ya kwamba Mungu anatuonyesha hata vile vitu vya kutawala. Tunaposoma hii sura ya kwanza mstari wa 26, anatuonyesha vitu vya kutawala, lakini pia anatuonyesha eneo la kutawala. Anatuonyesha eneo la kutawala katika nchi. Sasa tunaposoma kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, hii ni eneo tosha kwamba Mungu anatupenda. Angeweza kutufanya kwa mfano wa ng'ombe au mbwa, lakini akaona vyema atufanye kwa mfano wake. Alitupa hadhi ya juu, anatuonyesha na mahala pa kutawala, anatuonyesha na vitu vya kuvitawala, kwamba Mungu alimuumba mtu kuwa msimamizi katika nchi na si kuwa mtawaliwa katika nchi, kuwa msimamizi katika nchi. Tunapotazama hata katika mfano wa hii nchi ya Tanganyika ilipokuwa ikitawaliwa na Uingereza chini ya Malkia, Malkia alimweka msimamizi ambaye ni gavana ili asimamie nchi katika maslahi mapana ya Uingereza. Na gavana huyu alikuwa akipokea taarifa, akipokea maelekezo kutoka kwa Malkia. Kwa hiyo tunagundua kwamba kuna mambo mengine Mungu hawezi kuingilia kati ya mwanadamu bila huyo mwanadamu kumweleza, kumwambia. Kwa hiyo Mungu anatamani sisi tuzungumze, tumwambie ili yeye aweze kutusaidia. Kwa hiyo maombi ni mawasiliano kati ya mtoto wa Mungu na baba yake aitwaye Mungu. Kwa hiyo lazima pafanyike mawasiliano, kama unavyoona mawasiliano yalipokuwa yanafanyika kati ya gavana na Malkia katika nchi ya Tanganyika ikiwa ikisimamiwa na nchi ya Uingereza. Tunagundua hapa kumbe, tunagundua kwamba mahali ambapo tunapaswa. Kwa hiyo sisi ni zaidi ya gavana, ni watoto wa kifalme. Tunaposoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:9, sisi ni watendakazi pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni watendakazi pamoja na Mungu. Kwa hiyo maombi ni njia mojawapo nzuri ya kuelekeza mahitaji yetu kwa mwenye uwezo wa kusaidia mahitaji hayo. Lakini pia tuangalie katika kitabu hicho cha Efeso katika sura ya 6 mstari wa 14, neno la Mungu linasema,
ya kwamba basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dili ya haki kifuani, na kufungiwa miguuni utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Kwa hiyo kupitia maombi tunaweza kukazima silaha zote za moto ambazo adui amezielekeza kwetu. Kwa hiyo maombi yana nguvu, mtu wa Mungu, unapoomba. Na tunaona Mtume Paulo anaeleza hapa katika kitabu cha Waefeso hii sura ya 6 mstari wa 14 silaha ambazo tunapaswa kuzivaa katika vita ya kiroho, ambayo mojawapo ni kweli kiunoni, dili kifuani, na utayari miguuni, ngao ya imani, chapeo ya wokovu, upanga wa Roho, maombi. Katika hizi silaha saba ni silaha muhimu katika maombi, katika kupambana katika vita ya kiroho. Unaposimama katika kuzivunja kazi za shetani, ni lazima uwe na hizi silaha saba. Lakini tunapoangalia hii silaha ya saba ya maombi, tunaona katika zile namba za Mungu, mtiririko wa namba za Mungu, namba saba ni namba ya ukamilifu. Namba ya ukamilifu, yaani fanya kazi siku 6, siku ya 7 ni sabato ya Bwana. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, upumzike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi ni silaha tosha ya kumpiga adui. Unapokuwa na changamoto mbalimbali, mtu wa Mungu, usiwe na mashaka. Mahala pekee pa kutua mizigo yako ni kwa Yesu. Mkaribie yeye, naye atakutua. Hata kama umesumbuka namna gani, mwambie Yesu sumbuko lako, mwambie Yesu hitaji lako, naye yuko tayari. Tunaona hata mfano mzuri wa yule mama mjane aliyeugua kwa kipindi kirefu akibreed, lakini alipoazimia ya kwamba atakapokutana na Yesu atagusa pindo la vazi lake na hatimaye atapona hapo hapo. Na ni kweli na hakika ya kwamba alipogusa vazi la pindo ya Yesu alipona pale pale. Yeye aliona kimbilio, na kimbilio aliloliona pekee kwamba ni kwa Yesu, na alipomkimbilia na kumgusa, na hatimaye alipona pale pale. Jipange leo, usipange kumwacha Bwana. Msogelee, mwambie sumbuko lako, yeye yuko tayari. Yeye ananena kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto, ni wale waliaminio jina lake. Ukimpokea leo Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, hakika utaona badiliko la kipekee la kiroho na kimwili. Mungu akubariki, mtu wa Mungu. Tuombe. Ninakushukuru Mungu Baba mbinguni kwa kutufundisha juu ya maombi, na tumeelewa ya kwamba maombi ni kujisogeza karibu na wewe. Maombi ni kukuita wewe Bwana. Maombi Baba, tunapoomba wewe utuhifadhi dhidi ya changamoto mbalimbali. Mungu wangu, tusaidie tunapokutana na changamoto mbalimbali, tukumbuke kukimbilia wewe Bwana na kuleta mahitaji yetu kwako, kama vile Baba ulipotupatia ahadi ya kwamba njooni nyote yenye msumbukana na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Baba, utupumzishe katika kila mizigo inayotulemea katika ulimwengu huu. Asante Bwana kwa kuwa utatuponya na umetuponya. Ni katika jina la Yesu Kristo, amen.